nguvu ya kupenya katika maombi, nguvu ya kupenya juu ya biashara, nguvu ya kupenya kimafanikio, nguvu ya kupenya juu ya vision ulionayo, nguvu ya kupenya juu ya ndoa ulionayo, nguvu ya kupenya juu ya huduma ulionayo, nguvu ya kupenya juu ya hatua ya kazi unayoendea kesho. Yaani kama unafikiri kesho kuna jambo kubwa zuri, lazima utafute nguvu ya kupenya. Hiyo nguvu sio ya uchawi, hiyo nguvu hana mwanadamu, iko kwa Master Jesus. Amen. Kwa wanadamu wengine wana pepo, kwa wanadamu wana kikomo, kwa wanadamu mpaka ujua amembeba Kristo Yesu. Hapo ndio kuna nguvu ya kupenya ndani yake. Ndio mkono wako sema, Yesu nisaidie ili niweze kupata nguvu ya kupenya juu ya mpenyo wa kifedha, juu ya mpenyo wa mali, juu ya mpenyo wa kununua kiwanja, magari, kwa jina la Yesu. Pokea huo mpenyo kwa jina la Yesu. Pokea mpenyo wa gari, pokea mpenyo wa kiwanja, pokea mpenyo wa kujenga, pokea mpenyo wa fedha. Mwezi huu usiishe, mwezi huu usiishe, mwaka huu usiishe. Mpenyo wa kazi, mpenyo wa kufanikiwa, mambo mazuri, mpenyo wa baraka. Pokea mpenyo wa vitu vizuri malangoni vikufate kwa jina la Yesu. Hallelujah. Sema, Baba ninaamini nitapenya na kushinda, nitapenya na kumiliki, nitapenya na kufanikiwa, nitafanikiwa kifedha, nitafanikiwa kiroho, nitafanikiwa kwenye mali, nitafanikiwa kujenga, nitafanikiwa kununua, nitafanikiwa kudrive, nitafanikiwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uko na vision, uko na plan. Hiyo plan utafanikiwa kwa jina la Yesu. Hiyo vision itafanikiwa kwa jina la Yesu. Unapaswa kuamini tu, unapaswa kuipa time tu, unapaswa kumwamini Kristo Yesu. Sema amen. Kwa Mungu utafanikiwa, utathibitika, na kwa nabii utafanikiwa. Ipe time hiyo vision. Sema amen. Sema, time vision yangu inakupa muda. Sema, maono yangu inakupa muda ndani ya Kristo Yesu. Nitafanikiwa, fanikiwa, ufanikiwe, ufanikiwe. Nguvu ya kufanikiwa ikuingie, nguvu ya kufanikiwa ikutangulie, nguvu ya kufanikiwa ikuletee watu, nguvu ya kufanikiwa ikufungulie mlango, ikupe mpenyo, upate mali, upate vitu sahihi kwa jina la Yesu. Upenye mwezi wa 3 kiroho, upenye katikati ya ngome za kiroho, upenye kwenye ukoo, upenye kimafanikio, mtaani penye kimafanikio, kwenye ndoa upenye kimafanikio katika jina la Yesu. Kama wewe ni baba, penya kimafanikio. Kama wewe ni mama, penya kwenye ndoa, penya kwenye ukoo. Ufanikiwe wewe kwa mkono wa Bwana, ufanikiwe wewe kwa nguvu ya Roho katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Uko na shauku ya namna gani? Kitakachokufanya ufanikiwe ni shauku ya moyo. Yaani ile vision umebeba, lazima uwe na shauku, uiprovoke. Yaani vision bila kuwa provoked huwa imestuck, haipigi hatua. Unaweza ukawa na maono kabisa mazuri, ila huja provoke maono yako. Msukumo wa moyo ndani umenyamaza. Sikiliza, huwa umeitwa, huwa una vision ya kuitwa, huwa una vision ya kumiliki, huwa una vision ya kuanza mambo mapya, huwa una vision ya kutoka kwenye hiyo hatua. Lazima uwe provoked ndani in your heart. Bila hivyo hamna mahali unaenda. Bila hivyo hakuna mahali unapiga hatua. Geukia jirani yako, muulize moyo wako una msukumo gani kwa Bwana. Tazama jirani yako, muulize moyo wako una msukumo gani kwa Bwana. Hata kama wewe umeitwa na umepigwa muhuri wa damu, alafu unaonekana hadharani, kama moyo wako hauko provoked, hakuna anything utafanya. Wanaoshinda na wanaopenya ni watu walio provoked juu ya vision waliobeba. Yuko tayari kuriski maisha, yuko tayari kuwekeza muda, yuko tayari kutumia gharama, yuko tayari kudharauliwa. Huyo mtu ndio anafanikiwa. Dharauliwa leo, kesho uheshimiwe.
Yaani leo wacha wakuseme anafanya nini, ila moyo wako una provoke vision uliyobeba. Yaani ndani una msukumo kwamba anafanya haya. Maana kuna kitu jana Mungu alikuwa ananifundisha, anasema hivi, watu wengi huwa wanafeli maisha kwa sababu ipi? Wanafikiria kile watu wanakisema zaidi ndio kina mpenyo. Mungu anataka kutembea na wewe kwenye kile unachoona, alafu umekipa msukumo. Ndani yako unaona nini? Macho yako yanaona nini kesho? Achana na yale wanadamu anasema eti pale utafanikiwa, Mungu hajakuita pale. Eti pale utastawi, Mungu hajakuita pale. Ndani yako, moyo wako unasemaje? Macho yako yanaona nini? Tofauti na mtu mwingine. Yaani leo hii kuna watumishi wengi waliingia mahali hapa hawakuhisi kama inawezekana kanisa kujengwa huko ndani. Kuna watu wengi walipita kwenye ile eneo lakini hawakuwaza kuweka shule mahali hapa. Kwa nini? Macho, vision ya ndani waliona, lakini hawakutazama katika engo hiyo. Na walipotazama, msukumo wa ndani haukuwepo. Na walipopata msukumo, hawakuwekeza. Najaribu kukupa maarifa kwa nini unafeli na kwa nini haupeni. Vision ulio nayo inahitaji time. Uzalauliwe kwayo. Wengi mnatakanga kuanza kuheshimiwa. Uzalauliwe kwayo. Maana kipindi unafanya ni kama unachekesha. Unapingwa kwenye hiyo vision na watu wanao nje, sio ndani. Wewe unaona nini ndani? Alafu wanakupinga kwa watu wanao nje. Maana wanaoona nje wanatafuta mafanikio ya nje. Ila wewe kabla ya mafanikio kwanza unaanza kuwekeza. Unaanza kuviprovoke vitu ambavyo umebeba, uwezo uliobeba, kuvifanya vionekane. Umebeba injili, hakikisha unahubiri. Umebeba sifa, hakikisha unasifu. Umebeba ibada, hakikisha unafanya ibada. Umebeba plani za business, hakikisha Jaribu kuzungumza kitabu cha Samueli wa kwanza. Acha nijaribu kuzungumza kitabu cha Samueli, nyakati wa kwanza sura ya 11. Sura ya 11 mstari wa 17. Mambo ya nyakati wa kwanza. Biblia inasema, ndio. Naye Daudi akatamani. Akasema, laiti mtu angeninywesha maji. Ya kisima cha Bethlehem. Kilicho karibu na lango. Ndio kitu ndani yako, mwambie karibu na lango. Mwambie karibu na lango. Anasema nini? Basi hao watatu wakapenya. Kati ya wakapenya jeshi la Wafilisti. Wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehem. Kilicho karibu na lango. Wakayachukua. Wakamletea Daudi. Yes. Walakini Daudi hakukubali. Akasemaje? Akayamimina mbele za Bwana. Ndio. Akasema, Mungu wangu, apishe mbali. Nisifanye hivi. Je, ninywe damu ya watu hao? Waliohatarisha nafsi zao. Maana kwa hatari ya nafsi zao. Wameyaleta. Kwa hiyo hakukubali kuyanywa. Nazungumza juu ya nguvu ya mpenyo. Nimesoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Kitabu hiki ni cha ajabu sana. Mwandishi wa kitabu hiki cha Nyakati wa Kwanza ni nani? Mwandishi wa Mungu anajulikana kama nani? Wasomaji wanaoji. Nyakati wa Kwanza, Samueli mtumishi wa Mungu anazungumza kitu cha ajabu sana. Anasema kuna nyakati zikafika, Daudi akiwa mfalme akakaa katika kiti cha ufalme, alafu moyo wake ukasema, nimekaa kwenye kiti cha ufalme, lakini natamani laiti kama ningepata mtu akaenda kwenye kisima kilicho lango la Bethlehem, natamani nianywe yale maji ya lango la Bethlehem. Daudi akiwa kwenye kiti cha kifalme, alafu pembeni kuna watu mashujaa, yaani kuna mabodyguard walio tayari, kuna watu walio kwenye mifumo ya jeshi, kuna walinzi wa Daudi wakamsikia akizungumza. Daudi alikuwa anazungumza katika engo ipi? Alizungumza katika engo ya furaha, alizungumza katika engo ya kuhisi, alizungumza katika engo ya huzuni, alizungumza katika engo ya tamani. Fanyaje? Light. Kama ningepata maji ya kisima kilichoko kwenye lango la Betheli, moyo wangu ungetulia. Wale watu majianti
ambao walitembea na Daudi wakasikiliza, alafu hawakumwaga. Hawakufanyaje? Kisima kile kilikuwa kinalindwa, kina majeshi, lakini hawa watu waliatanisha maisha kwa ajili ya mfalme. Wanatafuta kufanya nini? Kumfurahisha bwana wao. Kile nazungumza mahali hapa, nazungumza hivi: wewe uliyeitwa, wewe ulioitwa na Bwana juu ya baraka, juu ya huduma, juu ya mambo makubwa, lazima uatanishe nafsi yako kwa ajili ya hilo jambo. Amen. Moja, jua kutengeneza mifumo na jaribu kukutengeneza. Ukitaka kufanikiwa, lazima utafute uandae na utafute watu walio upande wako, walio upande wako, watakao kuwa tayari kujiatanisha kwa ajili ya vision uliobeba. Maana ndani yao kuna maisha, ndani ya hiyo vision kuna maisha, ndani ya hilo wingu kuna nini? Kuna maisha. Kama hayuko tayari kujihatarisha, akijua nguvu uliobeba, hauko pamoja naye. Nategemea siku ukianguka anakusema, na siku ukifa anatamani kukaa kwenye hicho kiti. Siku ukianza vita, inawezekana akakugeuka. Kwa nini? Wakatoka watu mashujaa watatu kwenye kambi ya Daudi mfalme, wakatoka kwa siri, hawakufanya vita kwa namna ya kuumiza mtu. Biblia inasema wakapenya. Walipenya kwa akili, walipenya kwa uwezo, walipenya kwa namna ya maarifa, wakapenya mpaka kwenye kambi ya kisima cha Betheli. Wakachota maji pasipo kuua mtu, wakachota maji pasipo kuzuiwa wao, wakatoka pasipo kuzuru mtu, wakibeba maji mpaka kwa Daudi. Wanafanya nini? Wanamfurahisha bwana wao. Maana akiwa na furaha anapanga vita vizuri. Akifurahi bwana wao, mbingu imefurahi. Ndani yao kuna maisha. Wakaleta maji. Bwana mfalme, maji ndio haya uliyotamani. Daudi anasema, maana anajua kisima kile kinalindwa, kisima kile kina majeshi, kisima kile kini hatari kwa upande wake. Akayapokea, lakini akasema, haiwezekani mimi kuyanywa haya maji. Siri iliyopo ni nini? Kunywa maji ya mtu aliyohatarisha. Hii ndio Daudi anafundisha, ni kama umekunywa damu. Kwa sababu gani? Amehatarisha nafsi yake, amekubali kutoa uhai kwa ajili yako. Yale maji ni sehemu ya maisha yake. Maana yake angekamatwa, angekufa, maji usingeyapata. Kwa hiyo alikuwa tayari kufa kwa ajili yako. Tafsiri ya Daudi anasemaje? Nikianywa haya maji ni kama nimekunywa uhai wenu. Akayachukua, akayamimina mbele za Bwana. Tafsiri ya kumimina mbele za Bwana ni nini? Ni kuachilia wale watu mbele za Bwana. Akawaweka wakfu kwa Bwana. Akasema, hawa ni watu special, na uleta mbele za Bwana, wazidi kuwa na nguvu. Sema amen. So lazima uwe giant kwenye mambo unayotaka. Una vision lakini huwezi kupenya kama huna mamlaka, huna nguvu, hujajisacrifice mbele za Bwana. Lazima utembee katika hali ya hatari ili uyasababishe maono yako yakamilike. Nataka kurelax, yani unataka kurest, alafu unataka kuwa someone. Inawezekana? Leo unataka kurest, alafu unataka kuwa someone. Upigani vita. Wanaprezi wangu hapa. Maombi usiku hamna. Maombi binafsi hamna. Alafu unataka kuwa someone. What a special wapi? Mlezi wao, inawezekana? Maombi binafsi hamna. Usiku huwaoni. Alafu unataka kuwa watu special. Hayo mafuta unayatoa wapi? Siku nzima kazi, nyumbani una yako. Huo special unaotoa wapi? Unaotoa wapi? Kuna majira ili uwe mtu special, lazima ujiatarishe nafsi yako kwa ajili ya kupata kitu special. Hii inaashiria nini? Inaonyesha mahusiano kati ya mtu na watu wa Daudi. Inaonyesha mahusiano mazuri kati ya watu wa Daudi na Daudi. Ni mfano wako na Mungu.
Mungu anahitaji mahusiano zaidi kuliko hata maombi binafsi huna. Labda ukinidanganya nimeomba, ila moyo wa Mungu anajua. Hata unidanganya nimeomba, alafu ukinidanganya nimeomba, mimi nitakuja nipime sauti. Maana ukisema nimeomba, Mungu huwa si mwanadamu. Yaani ukiomba Mungu anakupa. Yaani mtu aliye kwenye maombi, kwani unajua kuna vitu vingine wala utafuti kuanza sana eti huyo mtu kaomba, wala utafuti sana aombaye pewa. Daudi alipanda mlimani siku ngapi? 40. Aliporudi Waisraeli waliweza kumtazama. Kipaji cha uso kimebadilika. Muombaji anajulikana kwa sauti, anajulikana kwa maombi, anajulikana kwa mafunuo, anajulikana kwa uspesho. Yaani muombaji ni mtu special, unique, haditaminiki kwenye ulimwengu wowote ule. Ananyumbulika every time. Maana anatembea na mafuta yasiyoshikika. Alafu muombaji kila siku yuko fresh anointed. Unajua fresh anointed ya jana imepita, ya kesho ni mpya. Kwa sababu unajua nidanganya hapa wewe mwana praise, maombi sikuoni, kesho sikuoni. Haya maombi binafsi hamna. Maombi binafsi huna. Uliomba wapi wewe? Na kusubiria hapa tuone Mungu anatembea, tuone mafuta uliyoyaomba yako wapi. Weka mafuta hapa ya miminike. Mpoe, waibaji. Mpoe. Ombaji mpoe. Nataka tuone. Kuna majira lazima uhatalishe kwa ajili. Mungu hakupi bila kujihatarisha. Yaani ili ulimwengu uokolewe ilibidi kazi ya msalaba itukuke, mauti kwa mateso. So mateso unayogopa afu nataka upako. Mateso unayogopa afu nataka special. Mafuta hayo unayatoa wapi? Hata mafuta hayo unayopaka sio yanunua kwa gharama. Mungu atoi mafuta ovyo wewe. Na mkono wako sema Yesu nisaidie. Siku ya leo kwa jina lako nifanikiwe katika jina la Yesu. Sema amen. Acha nijaribu kukufundisha. Mimi tabia yangu ni hii. Hata kama ukisema weka mifumo, weka mitego, na kufundisha wewe jitu la maana sana. Sema amen. Sema amen. Kitabu cha Waamuzi 11. Na kufundisha 7, Waamuzi 7. Na kufundisha. Yaani ukiona nimekunyamazia tu. Mifumo ya kiroho inajua. Alafu nimekufundisha ubadilike. Nimekuelekeza uelekezeke. Ila yashikaye mafundisho atafanikiwa. Kitabu cha Waamuzi 7 mstari wa 9 mpaka 15. Biblia inasema, ndio. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia. Mungu anamtengenezea mtu mmoja Joshua mpenyo wa vita. Na ile mpenyo upatikane, Mungu anafungua kodi ya siri sana. Jumamosi niwafundisha kitu cha ajabu sana mahali hapa. Usiku Ijumaa usiku nikasema mfumo wa Mungu alioutumia kumfundisha kupata utajiri ndio wachawi wanaotumia kupata mafanikio. Nikakufunulia tu. Mungu alimwambia nini Yakobo? Wanyama wenye nguvu wakiwa katika mimba, chukua fito hizi weka mbele zake pindi wanapokunywa maji. Hii ni siri ya Yakobo Mungu aliyompa. Walio dhaifu usiweke, maana walikuwa na agano. Wanyama wenye malakalaka na milia wanani, wasio nayo ni wanani. Kasema hivi, una kiwakilishi gani wewe? Wachawi wana kiwakilishi, ndio maana kila leo unaanguka pepo, maana kuna kiwakilishi kinachoiba baraka yako kimewekwa ndani yako. Kama kuiba baraka, yaani hiyo kazi yake ni kuiba baraka. Nani anajua kama kuna fedha unaipata lakini uipata? Nani anajua kama kuna mafanikio yanakuja lakini uyapata? Kuna kitu monitoring spirit inafanya kazi. So hapa anazungumza kitu kimoja. Mungu anampa mfumo
kupenya na kufanikiwa katika vita. Inua mkono wako, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Anasemaje kwenye hiki kitabu cha Waamuzi 7:9 mpaka 15? Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, ondoka, shuka kambini, nenda kambini, maana nimeitia katika mikono yako. Maana nimeitia nini katika mikono yako? Lakini ukiogopa kushuka, shuka pamoja na Pula. Nenda pamoja na Pula, mtumishi wako kambini. Hivi mnamjua Pula wa Eliola? Pula wa prophet unamjua? Unamjua? Ambaye anaweza naye kushuka kambini. Yupo? Hamna. Hawa wote sio kina Pula. Hawa wote ambaye anaweza usiku wa manane, usiku ukiogopa, vita imechachamaa. Tunataka kushinda. Tunataka sawa. Vision ni ya Mungu. Kusudi Mungu ameliweka ndani ya Beine, lakini Beine kuna watu wanaomtegemeza Beine ili kusudi la Mungu liende. Wanaitwa kina Pula. Mungu anambia nenda na Pula kambini. Kuna kitu nataka nikufundishe, usiende peke yako. Jamani, njooni tuombe. Kina Pula wako bize. Wako bize kwa maisha yao. Acha nitoke mijola. Una vision yako, una Pula unayemjua na kufuatia nyuma. Ambaye ukiweka mguu huyo mtu anakuja na yeye. Kwamba usiku natoka katika hali ya hatari na yeye yupo. Mimi nilikuwa kimbelembele kwa baba yangu wa kiroho. Akitangaza maombi nipo. Kuna majira mpaka nilikuwa namtumia message. Akitangaza maombi binafsi naambia baba, na mimi siliwepo pembeni yako. Yaani niwepo pembeni yako hapo. Nasema hivi, naondoka, sitakuwepo madhabahuni, naenda mlimani, namtumia message baba, na mimi si unipe tu kibali nikae hapo pembeni yako. Wewe ina maombi binafsi. Nafikiri nilikuwa ndani yake iko siri. Ukiogopa kwenda kwenye hiyo kambi, nenda na Pula. Biblia inasemaje? Nao utasikia wanayoyasema. Na baada ya hayo, mikono yako itatiwa nguvu. Ushuke kambini. Ndipo akashuka pamoja na Pula. Ndipo Gideoni akashuka pamoja na Pula katika kambi. Hata kuifikia mwisho wa watu wenye silaha. Hata akafika kambi ya mwisho wa kambi ya watu wenye silaha. Waliokuwa kambini. Ndio. Nao Wamidian. Na Waamaleki. Nao wana wa mashariki. Walikuwa wametua bondeni. Mfano wa nzige. My God. Mfano wa nzige kwa wingi. Na ngamia zao walikuwa hawana hesabu. Mfano wa mchanga wa ufuoni kwa wingi. Hata Gideon alipofika, ndio, tazama, palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenzie ndoto. Akasema, tazama, naliota ndoto. Na tazama, mkate wa shayiri ulianguka katika kambi za Wamidian. Ukafika hata hema moja. Ukaipiga. Hata hiyo kambi ikaanguka. Nayo kambi ikapinduka. Hata ikalala chini. Mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideon mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amemtia Wamidian na jeshi lote katika mkono wake. Endelea, Biblia inasemaje? Ikawa aliposikia Gideon habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu. Akarudi katika jeshi la Israeli. Akasema, inukeni, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midian mikono yetu. Sema jeshi la kipepo lililoinuliwa kama Waamaleki halitasimama mbele yako.
Maana Bwana umenitia mkono, umenitia nguvu mikono yangu, umenisimamishia nabii mbele yangu. Hawatafanikiwa katika jina la Yesu leo. Maana mipango aliyoipanga imekuwa wazi. Machoka waliyoyatengeneza yamefunuliwa. Umaskini waliokusudia, vizuizi walivyovitengeneza vimekuwa wazi. Havitasimama mbele yao katika jina la Yesu leo. Sema amen. Kitabu hiki najaribu kukupa maarifa. Mimi sio kama wewe. Yaani ukija mbele yangu wewe umekaa kama moja. Kama shuka kwa media kwenye kambi ya media. Utasikia mambo ambayo wanayasema. Sina habari ya kuuliza habari kwa mtu. Ila nikitaka kukupekua Mungu ananifunulia. Maana nina books nyingi ambazo ni kama mlango wa kuenda, ni kama access za kujua taarifa za mtu prophetic. Ni hivi. Lifestyle ya huyo mtu akitoka kanisani na nyumbani sasa. Kwa madogo unayofanya nyumbani, Mungu atanibeba kwenye roho. Huyo hapa. Madogo yote unayofanya haya hapa. Akiwa out of church ni haya hapa. Kwa nini? Kwa nini huyo anakosa uwepo? Kitu gani kinachosababisha hakuelewi Mungu? Mahusiano yake na wewe yakoje? No, sina mahusiano naye. Kwa sababu gani? Shuka kwenye kambi ya media. Utasikia habari za mambo yanayoendelea. Nikikukosa hapo, naenda kwenye Luka 8:2. Hakuna neno litakalositilika lisilofunuliwa na kuwekwa wazi. Ana neno gani lilositilika? Ana vitu gani vilivyositilika ambavyo sivijui? Mimi hamna kitu sijui. Mimi bwana wengine hata waga naona hapo unaficha document na tazama tu kaficha document. Nafikiria mimi na najua document imefichwa. Kuna vitu vimefichwa. Kuna vitu vimekuwa hidden. Kuna vitu vimekuwa hidden. Sasa tabia yako ya kanisani itengeneze wewe na nyumbani, itengeneze wewe kwenye biashara. Uhusiano wako na Mungu it's very important sana. Ushindi huu si wa kwangu, ni wa kwako. Maana katika uhusiano wa Mungu na Gideon, Majira amekaa anasema Waamaleki wametua juu ya nchi. Wamekuwa wengi, wana farasi, wana ngamia, wana kila aina ya silaha kushindana na Waisraeli. Alafu mahusiano ya Mungu na Gideon, anakuja out of time anamwambia hivi, usiku wa leo shuka na pula. Hamwambii umeshinda vita. Anampa kazi ya kufanya. Hamwambii umeshinda vita. Anampa kazi ya kufanya. Afambia kama ukiogopa shuka na pula. Nenda kwenye kambi ya Midian. Nenda, kuna kitu utaenda kukipata. Kitu gani Mungu atakifunua? Choni kwenye maombi please, hapo. Choni kwenye maombi umbaji, hapo. Alafu unataka Mungu watu special unit wenye baraka. Alafu ya kifeli Mungu wa prophet aonekana. Shame on you. Inawezekana. Kama ni Mkristo unataka baraka, Yesu alisema mengine hayawezekani mpaka ufunge na kuomba. Kwenye maombi haupo, kwenye kufunga haupo, unadeleleka tu huko. Utakuwa ni kitu cha ajabu tu. Tunasema hivi kile ambacho nazungumza. Gideon alitii tu kwamba shuka kwenye, hebu niambie, kwenda kwenye kambi kipindi hicho unajua watu ni wengi kuliko wana wa Israeli. Wana silaha, wana ngamia, wana farasi wa vita, wametua juu ya uso wa nchi. Alafu Mungu anakuambia shuka usiku wa manane. Njoo tu usiku wa manane tuombe. Kwa sababu gani? Mungu amefunua mwezi wa mpenyo na kufanikiwa. Alafu unataka upenye. Nilikaa kilindini mpaka Mungu akasema mwezi wa mpenyo na kufanikiwa. Nilikaa wapi? Kilindini. Muda wa kilindi chako na chenyewe kazi. Unataka mimi ndio nipe kazi. Yaani mpaka Mungu akasema, akanipa maelekezo. Alafu naendelea for mission, for purpose. Kwa nini? Kumpenyo. Kwa nini mpenyo? Na mpenyo wako
kwa Waamaleki. Siku akamwambia Pula, njoo twende. Wapi? Wewe twende. Wakashuka mpaka kambi. Mwanzo wa kambi kuna walinzi, hiyo katikati ya mpaka. Nisikilize, kuna mambo unapaswa kufunuliwa tu taarifa. Kuna mambo nisikilize tu ili ufanikiwe, maana ni ufunuo mambo yaliyofichwa. Akiwa pale Gideon, wamefika pale, yaani wanafika, alafu kuna watu wawili, maaskari wawili wanahadisiana ndoto. Unajua wenzangu ni nini? Hili ndilo Mungu alimwambia. Hakutaka kumfunulia kule, ambia nenda ukaone. Ukisikia kwa wao wenyewe utakuwa na nguvu, ila ukisikia kutoka kwangu ni kama utajaji, ila kwao alafu nitakupa maarifa. Kafika pale ametulia, Mungu amenituma, nini kinatokea? Sijui nitamuona hapa, anasikia hivi. Nikwambia rafiki yangu, nilikuwa kwenye ndoto. Nini? Umeona nini? Nimeona mkate wa shairi umetoka kwenye kambi ya pili umeingia kwenye kambi ya Waamaleki. Ukapindua, ukapindua. Alafu aliambiwa ndoto anatafsiri ndoto. Aliambiwa ndoto anafanyaje? Anatafsiri ndoto. Masikio ya Gideon na Pula inasikia kwamba bila shaka huo mkate itakuwa ni tafsiri ya vitu ambavyo vinaenda kutokea. Hata kama tumemfuata Gideon na Waisraeli, ila Mungu amewapa Waamaleki na sisi mikononi mwake. Kwa hiyo yule Bwana akatafsiri ndoto. Gideon akiisikia, aliposikia Gideon akarudi akasema, wow, kumbe Bwana ndicho ulichonituma nije nikisikie. Akarudi akiwa na nguvu, akaambia, hey majeshi ya Bwana, kaa mistari sawa, beba silaha, maana Bwana ameshawatia Waamaleki mikononi mwetu. Akaitia nguvu majeshi yake. Mwanangu, na kutia nguvu katika neno la kinabii, na kutia nguvu katika maombi, alafu usipoonekane unataka kuwa special wapi? Na itafuta mbingu mpaka inaleta muda majira ya mpenyo, na itafuta mbingu mpaka inaleta muda wa kufanikiwa, alafu nalileta neno for purpose. Haupatikani huo mpenyo unaotaka upate barabarani. Siri umeisikia, unataka kupenya uende wapi? Unataka kuwa nani? It's not my business. Mimi nitapenya. Alafu nisikilize, nikipenya kuna watu utakutana nao, sio wewe. I tell you, nikipenya kuna watu utafanyaje? Utakutana nao, wananisubiria, walioziwiliwa, maana wewe umenizoelea. Nikipenya kuna watu utakutana nao, nikikutana nao huko mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akapanga, kaambia twendeni, Amaleki wametiwa mikononi mwetu. Wanazo nguvu, maana wamesikia habari ya siri za mambo ambayo Mungu ameyafunua. Ninaomba siku ya leo lile neno lililosilini lifunuliwe kwa jina la Yesu. Yawe wazi kwa jina la Yesu. Mambo yaliyofichika juu ya watu wabaya yawe wazi juu yako. Akupe kufunuliwa ili ushinde vita. Akupe kuyajua mambo yaliyofichika. Maana ndivyo Bwana anasema kwenye Luka 8:2 kwa jina la Yesu. Yawe wazi mambo yaliyofichika. Uchawi uliofichika uwe wazi. Vifungo vilivyofichika viwe wazi. Matatizo yaliyofichika yawe wazi. Bwana akupe mpenyo juu ya mambo. Bwana akupe mpenyo juu ya vitu katika jina la Yesu. Sema amen. Utajicheleweshea penyo na maisha mwenyewe. Baba, hautakuwa special. Kiwango ulicho nacho hautaongezeka. Hiyo ndio hofu na hatari ambayo ninaitazama kwako. Tafuta Mungu. Geuka, umtafute Mungu. Geuka, umtafute Mungu. Pambana, umtafute Mungu kwa utukufu wa jina lake. Sio mkono wako, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika jina lako. Katika jina lako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu ya mpenyo wa vitu ulivyobeba. Mpenyo ulio nao mpaka kufanikiwa kwako huanza ndani yako. Yaani mpenyo wa mambo unayoyataka huanza ndani. Mpenyo mpaka kufanikiwa, nisikilize. Mpenyo wa huduma uliobeba mpaka kufanikiwa. Mpenyo wa vision, baraka, plan ulizo nazo, biashara ulizo nazo, kila mpango ulio nao huwa provoked ndani, huanza ndani. Yaani huwezi ukapanga alafu ndani pakawa empty ukasema nafanikiwa. Ndio maana watu huwa wanaenda kuwa Freemason kwa sababu wanakuwa provoked ndani.
Ndio maana watu huenda kwa waganga kwa sababu huwa provoked, alafu kwa Kristo Yesu ni kama hawajapata msaada. Wamekuwa kwenye dini alafu hapana injili inayoleta wokovu, hapana injili inayowafanya kuwa matajiri wakapata nguvu ya utajiri. Hiyo injili kwao haipo. Wamekuwa kwenye dini alafu wanasikia kuna mtu anaitwa Fundumila analeta nguvu ya utajiri, atataka ni sana, anasema nitakuwa muamini, lakini nguvu ya utajiri inapatikana kwa kauli. Kwa hiyo acha nifuate nguvu ya nini? Ya utajiri. Anakuwa provoked juu ya nguvu ya utajiri kisha, lakini kwa Mungu wetu inapatikana. Mimi ndiye nikupae nguvu za kupata. Mimi ndiye Mungu nikupae nguvu za kupata. Mimi ndiye Mungu nikupae nguvu za kupata. Mimi ndiye Mungu nikupae nguvu za kupata. Mahusiano yako na Mungu yakoje juu ya nguvu ya utajiri? Unafahamu nini? Kwa hiyo lazima uwe provoked kuanzia ndani juu ya vitu ulivyobeba ili viweze kufanikiwa. Kuna mambo umeyabeba Kuna mambo umeyabeba Kuna mambo umeyabeba ili ufanikiwe, ili ufanikiwe kuyaanza, ili ufanikiwe kuyapiga hatua, ili ufanikiwe kukaa stairs. Lazima ndani yako kwanza kuwe na msukumo wa kiimani. Sijui naongea na mtu. Msukumo wa kiimani na kimatendo. Wa kiimani na kimatendo. Imani pasipo matendo imekufa mtu kule nafsini mwake. Si ni kweli? Si ni kweli? Imani pasipo matendo nafsini mwa mtu imefanyaje? Imekufa bure. Kwa lazima uwe provoked kwanza, uwe na imani, lakini pili uwe provoked katika matendo. Tatu, lazima uyape muda mambo uliyoyafanyia unayoyataka yafanikiwe. Naomba mpenyo yape muda. Naomba mpenyo inue imani. Naomba mpenyo uwe provoked kwenye hilo jambo. Usiwe na kitabu cha Mathayo. Imani ndio itakusaidia. Imani ndio itafanyaje? Itakusaidia kuyakamilisha, lakini moyo wako umekuwa provoked, mwili unafanya. Kitabu cha Mathayo anazungumza, Mathayo 20, Mathayo 9 mstari wa 20. Biblia inasema, ndio, natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu. Mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12. Hebu sema muda. Hebu sema muda. Hebu sema muda. Shetani alimweka mwanamke kwenye muda wa miaka 12 akiwa pimo. Shetani amekuweka kwenye muda gani katika hali ulionayo? Uharibifu, kifungo, umaskini na kazana. Muda upi? Nataka nikufundishe kitu ili upate mpenyo wa kutoka kwa Yesu. Hamna neno gumu. Amen. Anasema alikuja kwa nyuma akagusa upindo wa vazi la Yesu. Kwa maana alisema sikiliza. Kwa maana alisema moyoni mwake. Stop kwanza. Alikuja kwa nyuma Yesu alipokuwa anatembea au amesimama. Moyoni mwake alikuwa provoked. Ameibeba imani, amechua miaka 12 nimeteseka, lakini moyoni mwake, Biblia inasema moyoni mwake. Moyoni mwako una nini? Umejaza dhihaka, umejaza dharau, umejaza wanadamu, imani iko kushoto, umejaza uganga, umejaza vitu vya ajabu, yani mawazo mabaya, umejaza vituko, upumbavu, vitu vya visivyoleta mafanikio. Moyoni mwa mwanamke, juu ya mtu mwenye vision, huwa amebeba jambo moja, yuko provoked apate jambo moja juu ya mtu anaitwa Yesu. Sitaenda kushoto, sitatafuta Petro, sitatafuta Yohana, nataka Yesu mwenyewe. Alafu moyoni mwake anazungumza kitu cha ajabu, ni ufunuo. Anasemaje? Moyoni mwake, nikigusa tu pindo la vazi lake, nitapona. Yesu akageuka, akamwona mwanamke, akamwambia, jipe moyo mkuu,
Yesu anarudi pale pale moyoni, kwa sababu anajua imani ikitindika, uponyaji umepotea. Yaani amegusa. Yesu alipogeuka, si kwamba hakumuona, akamuona vile amegusa pindo alafu analiachia. Yesu anamwambia jipe moyo mkuu. Anairudia imani, anaisemesha. Maana moyoni mwa mwanamke aliamini kugusa pindo. Kwa hiyo alipoligusa, Yesu anasema usiachie hiyo imani, pale uliposhikilia hapo hapo. Jipe moyo mkuu mwanamke, imani yako imekuponya. Anamwambia usiachilie hiyo imani. Uliamini juu ya pindo, jipe huo moyo. Maana hiyo imani ndio inayokuponya. Ninaomba kwa neno la kinabii juu ya imani. Pale unaposhikilia, Bwana wacha akupe mpenyo. Katika jina la Yesu, hawatazuilia, hawatakuzuia mafanikio, hawatazuia baraka, hawatazuia kipawa, hawatazuia neema. Kile umekishikilia ni neema ya Kristo Yesu. Umeligusa pindo la vazi la Yesu kwa imani. Imani yako ikuponye, imani yako ikufungulie mpenyo, imani yako ikuzuie, imani yako ikuinue, imani yako ikubariki. Katika jina la Yesu, sema amen. Upone na ufanikiwe njia yote. Hiyo imani kusababisha uwe wewe. I praise in the mighty name of Jesus. Sema amen. Miaka 10 ameteseka, yuko pio, ametumia ng'ombe, ametumia fedha, ametumia kila aina ya matabibu, madokta, ametumia kila aina ya alicho nacho. Nothing amebaki. Sema nimebakiwa na imani, nataka nimuone huyu master. Imani akasema naenda. Sitaki kuzungumza na wanadamu, sitaki kuzungumza na watu waliomzunguka, wala sitaki kusema na yeyote yule. Hata kinywa changu sitakifungua, ila nikiligusa pindo lake tu. Moyoni mwako umebeba nini? Na kuombea moyo wako uone mpenyo majira haya. Na kuombea moyo wako uone mafanikio, si kwa wanadamu bali kwa Yesu. Ninakuombea moyo wako uone utajiri, ujue utafanikiwa kwa Yesu. Katika jina la Yesu, pokea hilo neno liwe moyoni mwako. Pokea nguvu ya imani moyoni mwako. Pokea nguvu ya kufanikiwa. Pokea nguvu ya kupenya. Upenye juu ya fedha, upenye juu ya ibada, upenye juu ya kibali, upenye juu ya ndoa, upenye juu ya uzao. Haleluya. Amen. Haleluya. Usije ukasema Yesu ameshindwa. Namna ya kukalkulate ufunuo na imani. Changanya imani, mwanamke, moyo wako. Sikiliza Yesu anapomaliza. Jipe moyo mkuu, usiwe na moyo mdogo kwa sababu ya mazingira. Usiwe na moyo mdogo kwa sababu ya mazingira. Mazingira yanakataa. Tafsiri yake ni nini? Mazingira yanakataa. Yesu alipomwona ni kama mazingira ya mwanamke, imani itatindika kwamba kaniona, sijui ni nini kita happen. Kwa sababu gani? Kutokwa damu kwa Wayahudi ni aibu, ni najis, hauwezi ukakaa pamoja nao. Alitegemewa kufokea, maana Yesu ni Myahudi. Alitegemewa kukemewa, maana ni katikati ya wanamjua ni mwanamke aliyebeba aini najis. Alitegemea kukemewa. Yesu hakumkemea. Ninampenda Yesu wa Nazareti. Hata ukichafuka na kuosha. Kwa maana aliachilia damu yake pale Kalvari. Kwa maana damu yake inaweza mambo yote. Siku ya leo pokea kibali mwanaume, pokea kibali mwanamke, pokea roho ya mpenyo mwanaume. Ufanikiwe kwenye hatua zako, ufanikiwe kwenye biashara, ufanikiwe kazini. Uwe mtu special. Kuna magumu namna ya imani. Jipe moyo mkuu mwanangu, hilo inawezekana. Wewe tu moyo kusema kwa Bwana sitaanguka, kwa Bwana sitashindwa, kwa Bwana hawataniweza. Jipe moyo mkuu juu ya fedha, jipe moyo mkuu juu ya ibada, jipe moyo mkuu juu ya vita, jipe moyo mkuu. Sema hata kama mazingira yanakataa. Hata kama mazingira yanakataa. Sikiliza, Yesu anachokifunua, anakutengenezea moyo mkuu juu ya imani. Hivyo ni akaambia wewe nenda utasikia habari. Alipoenda akasikia habari ya mandoto na mafunuo, moyo wake ukawa mkuu, wala haukuwa mdogo tena mbele ya vita juu ya Waamaleki. Akarudi na moyo wenye nguvu juu ya jeshi lake. Mwanamke akarudi akiwa na uponyaji, maana Yesu amemwambia. Kipindi anaachia vazi, damu haikuwa imekata. Kama
mpaka Yesu aliposema jipe moyo mkuu, maana kwa imani yako unapona. Kipindi ameshika vazi damu ilikuwa imekata, Yesu alipomgeukia damu ilikuwa haijakata. Inawezekana ukasema nabii ameniona, lakini imani yako inashikilia lile jambo. Inawezekana unasema Yesu ameniona, ninaendelea kushikilia mahali hapo, maana Yesu anataka uwe na moyo mkuu sana. Petro alipoharibikiwa akatindikiwa imani, akaanza kuzama. Ni kweli Yesu amefanya. Rabi, utaniruhusu nije juu ya maji? Kabia Yesu kama. Akashuka kwenye mashua, akapiga hatua, mguu haukuzama. Akaweka wa pili, ni kama kweli haukuzama. Akapiga hatua ya kwanza, Biblia inasema Petro kwenye mashua alipiga hatua 3. Akili na moyo wake ukaanza kuwaza visivyo, ghafla akaanza kuzama. Yesu akamwambia, je, Petro, kwa nini imani yako inashuka? Kwa nini imani yako inashuka? Haukuamini hata kidogo. Inawezekana kwako kuna mambo yalianza, ila maswali ya kidunia yakageuka. Leo nanena kama nabii, jipe moyo mkuu juu ya vision, jipe moyo mkuu juu ya huduma, jipe moyo mkuu juu ya family, jipe moyo mkuu juu ya hiyo vita. Hayo mabaya yana mwisho. Nyakati ngumu hazidumu mwanangu, zitakuacha kwa jina la Yesu, zitakuacha kwa msaada wa Bwana. Sema amen. Amen. Jifunze juu ya nyakati ngumu hazidumu. Amina. Sema amen. Amina. Nyakati ngumu hazidumu kwako. Juu ya omba. Amina. Hazidumu. Iwe vifedha, iwe magonjwa, iwe mateso, iwe vifungo. Na kama unaona vifungo vinadumu, haujatafuta Yesu. Moyo wako ni mwembamba, umetindikiwa imani. Inakuwa kama mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Nikishika pindo la Yesu tu mimi nitapona. Nilipogusa Yesu akamtazamia, uwe na imani, uwe na moyo mkuu tu mwanangu, imani yako imekuponya, damu ikakata. Biblia inaandika juu ya unabii wa Yesu, inaandika juu ya nguvu ya Yesu. Yesu akaponya, nisikilize. Yesu akamponya mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Kipindi anamponya mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, kuna mtu mmoja mkuu amemfuata Yesu kwenye misheni. Ambia Yesu, nimekuja. Nyumbani kwangu kuna kijana anaumwa, hawezi. Yesu akasema nitakuja. Sema neno tu Bwana. Huyo inabidi nije maana amekufa. Yesu anaanza safari. Yaani Yesu alikuwa kwenye mission ya kwenda kumfufua marehemu kijana aliyekufa. Mwanamke mwenye miaka 12 akitokwa damu anakutana naye. Yesu amebeba nguvu ya ufufuko. Yesu amebeba nguvu ya uponyaji. Anatembea amebeba nguvu ya ufufuko. Unajua Yesu anajielewa Anaambia nakuja kumfufua kijana aliyekufa. So, ukianzia hapo 9 wewe soma kwa muda wako. Ambia njoo nyumbani kuna kijana hawezi. Kipindi anazungumza watu wakaambia kijana wako ameisha kufa. Na watu walikuwa special kwa ajili ya msiba. Yaani mtu akikata moto tu, tenti inaletwa. Ilikuwa wapi? I don't know. Wewe una fedha ila tenti italetwa. Wewe haujui masufuria ya chakula. Una fedha ile masufuria. Watu wako special. Wakaja watu wakakaa. Wakatenga msiba. Watu wakaanza kuzikiri na kuimba nyimbo zao. Wakaanza kuimba nyimbo za misiba. Ghafla master anaingia mahali pale. Kuna nini? Ambia kuna kijana amekufa. Ambia nimekuja kumfufua. Kipingamizi cha imani. Wale watu wanamcheka. Kijana amekufa, eti anasema anamfufua. Ambia nimesema nimekuja kumfufua. Kipindi hicho wanapiga madogoli pale na ngoma zao. Imani lazima ipigwe. Isikilize, imani kubwa huwa ina kipingamizi moja. Uliobeba lazima wakutokewa kupingao. Ikiharibiwa imani ndani yako, miracles haipo. Kuna akina sisi tunaosababisha miracle. Alafu kuna wewe unayetafuta miracle. Ni vitu viwili tofauti. Alafu kuna wewe unayesababisha miracles kwenye maisha yako. Ukipoteza imani ya hiyo miracle, unaweza ukahama madhabahu na madhabahu, ila kiwango cha imani ni kile kile kidogo. Unajua Yesu alifanyaje? Ambia nitoleeni hao wapuuzi nje. Toa nje. Tafsiri yake ni nini? Ondoa mindset mbaya kwenye mawazo ili uwe imani. Nitolea watu wanaoleta upuuzi hapa. Watu wakatolewa wakatoka nje. Alipomaliza Yesu akaingia ndani slowly but sure.
Yesu amebeba nguvu ya ufufuko, miujiza ya ufufuko. Unajua hakuomba Yesu alipoingia pale. Alipofika, nielewesheni kijana amewekwa wapi? Kijana amelala mahali hapa. Yesu akainua mkono akamkamata kijana, akamuinua, kipiga na muinua, kuvya ufufuko ndani yake ipo. Kijana akainuka, watu wametaja wakamuona Yesu anatoka na kijana. Hii ndio nguvu ya Yesu inanena juu yako. Majira haya utapenya juu ya mambo yaliyokufa, ukafufuke juu ya mambo yaliyokufa, ukapenya juu ya malango ya nyumba yako, ukafanikiwe juu ya mambo yaliyozuiliwa. Vitu vilivyokufa vikafufuke, ukapenye juu ya baraka katika jina la Yesu. Sema shakata rabasaya. Sema Yesu nisaidie siku ya leo. Sema amen. Sura 23 na 25, uone neno la Bwana linasemaje. Biblia inasema, ndio Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Hebu sema nakataa wapiga filimbi wa kichawi wanaomboleza juu ya majira yao, kwamba ninatembea kwenye nyakati ngumu, sitatembea kwenye kufarijiwa katika jina la Yesu. Leo ninayo imani ya kufanikiwa, ninayo imani ya kufunguliwa, ninayo imani ya kupona, ninayo imani ya kubarikiwa, ninayo imani ya kuwa tajiri ndani ya Kristo Yesu. Sitatembea kwenye kufarijiwa, wafariji, wataabishaji na wakataa. Amen. Akawaambia ondokeni, kwa maana kijana akufa. Maono yako hayajafa, yamelala tu. Maono yako hayajafa, nasema hayajafa. Kampuni yako haijafa, huduma yako haijafa, imelala tu. Ninaiamsha sasa, ninaiamsha sasa. Iamke huduma yako, iamke uwezo wako, akili yako iamke, karama yako iamke, kipawa cha maombi, neema ya kuona, roho ya biashara, nyota yako iamke kwa jina la Yesu. Sema wakamcheka sana, wakamcheka. Imani inaharibiwa. Lakini makutano walipoondoshwa, akaingia, akamshika mkono, kijana akasimama, zikaenea habari katika nchi ile yote. Sema nakataa habari mbaya zilizoenea. Sasa nakataa kila habari mbaya ya umasikini, ya uharibifu iliyoenea juu ya watu wangu. Nakataa leo habari mbaya kazini, habari mbaya zilizoenea kwa jina la Yesu. Natangaza majira mapya na habari njema ya ufufuko juu ya kipawa na juu ya baraka katika jina la Yesu. Sitatembea tena kwenye habari mbaya. Yesu nipe nguvu ya kutembea juu ya ufufuko, juu ya imani, juu ya baraka. Nitembee juu ya ufufuko wa imani ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Pokea neema. Amen. Akatoka kijana. Hebu sema na nitatoka. Sema ni nitatoka na nitafanikiwa na nitapenya katika jina la Yesu. Sema kama hiyo imani haijapingwa, wewe hujabeba cha maana. Kwa ndani yako lazima ujue watu wanaokupinga kwa kicheko, watu wanaokupinga kwa kukuzalau, watu wanaokupinga kwa kukejeli, ndani yako hii self provoke moyo wako. Beba imani. Unajua nini? Kile unachokiona wewe sio anachokiona yeye. Ibariki wiki yako kwa jina la Yesu. Yeye imebarikiwa kwa jina la Yesu. Mungu akupe mpenyo wa wiki unakuja. Jumatatu yako ifanikiwe, wiki yako ifanikiwe. Ukapenye juu ya pesa, ukapenye juu ya baraka, ukapenye juu ya watu sahihi, ukafanikiwe juu ya kazi ya mikono yako. Biashara yako ikafanikiwe, nyumba yako ifanikiwe, ndoa yako ifanikiwe, watu wa nyumbani kwako wafanikiwe, hatua zako zifanikiwe. Nimekubariki utokapo na uingiapo. Bwana kufadhili siku zote, uingiapo na utokapo. Malango unayokaa Bwana yabariki. Nimekubariki
kubariki katika jina la Yesu Kristo, kwa Mungu Baba na Mwana. Sema amen. Mungu akubariki sana. Tuonane Jumatano. Karibu kiongozi wa ibada.